Nitakwambia kitu ambacho yawezekana watu wengi hawakijui em, au wanaokijua hawasemi. Hakuna kitu kizuri kama kuwa mwangalifu kwenye vitu vilivyokuzunguka. Hapa tunaongelea vitu unavyotumia, vitu vilivyokuzunguka katika mazingira yako. Hakikisha unachagua vitu vizuri. Hakikisha unachagua vitu vizuri ndo vikuzunguke. Kwa nini? Mtu anapokuwa anatengeneza sanaa au kitu chochote kizuri, iwe handbag nzuri, iwe viatu vizuri, iwe sufuria nzuri, iwe chungu cha udongo kizuri, haijalishi ni nini, haijalishi ni bei gani, haijalishi, ili mradi wewe ukiangalia hicho kitu unaona kabisa hiki kitu ni kizuri, roho yako inaburudika. Mtu anapokuwa anatengeneza kitu kizuri huwa yuko kwenye high vibration. Yaani mtu anapokuwa anatengeneza kitu vizuri anakuwa ametoka kwenye, natafuta neno sahihi, anakuwa ametoka kwenye trauma, kwenye mambo mabaya ambayo labda, yani beliefs zile ambazo hazifai. Yani anakuwa ameuweka ubinadamu pembeni, ameungana sambamba na higher self. Kwa sababu katika kutoa kitu kizuri, kama ni mchoraji wa picha, kama ni msusi, ili kuweza kutoa kile kitu kizuri, lazima awe amejisahau yeye, yani yuko sambamba na nguvu ya Mungu ndani mwake. Yaani kama mtu anafinyanga chungu, wakati yuko kwenye zoni ya kufinyanga, wakati yuko kwenye zoni ya kutengeneza batiki, wakati yuko kwenye zoni ya kutengeneza painting, wakati yuko kwenye zoni ya kusuka mkeka, anakuwa kwenye higher self. Anakuwa kwenye umoja na Mungu na roho na Mungu ndani yake, na roho yake inakuwa iko sambamba na higher self. Natafuta neno la higher self kwa Kiswahili, sijui ni nini. Atakayepata neno sahihi ataniandikia kwenye comment. Sasa ukizungukwa na vitu vizuri, ina maana umezungukwa na zile roho ambazo ziko katika higher frequency. Yaani umezungukwa na vitu ambavyo vimetengenezwa wenye utakatifu. Umezungukwa na vitu ambavyo vina nguvu nyuma yake, ambavyo vimetengenezwa pasipokuwa kuinclude ubinafsi wa mtu, kuinclude tamaa za mtu, kuinclude, yani ni mtu pure kama tulivyotakiwa kuwa.
Kwa hiyo wewe ukiwa na vitu hivyo vimekuzunguka, vinaacha hiyo energy sehemu uliyopo, namba moja. Na pia vinakufanya na wewe uinuke energetically, vinakufanya na wewe kwa sababu unavifurahia, na pia kwa sababu kila kitu ni energy, vinakuwa ni kama vinaamsha positivity ndani mwako. Ndio maana unakuta watu wengi waliofanikiwa ambao wanaelewa, sio lazima watu wote ambao wamefanikiwa, wengine hawaelewi nini maana ya vitu hivyo, lakini watu wengi waliofanikiwa wanainvest kwenye vitu vizuri, na sio lazima kiwe bei ghali, ni wewe uwe intentionally unachagua, uwe mchaguzi, sio ili mradi tu ni kikombe unaweka, ili mradi tu ni kikombe. Alafu angalia vitu vyako behind stories. Ndio maana ni vizuri kununua vitu vya sanaa, ni vizuri kununua vitu ambavyo watu wametengeneza kwa mikono, ni vizuri kununua vitu ambavyo hata kama vimetumika, lakini unajua story behind ya hicho kitu. Ni vizuri sana kwa sababu vinakuwa na positivity ndani yake. Na ndio maana sometimes spend your money kwenye vitu vizuri. Kama kuna jirani yako anasuka mkeka, anasuka vizuri, jirani yako anafuma vitambaa au anafuma mashuka, anafuma vizuri, nunua hivyo vitu mara 100. Mimi nikiona shuka mtu kalifuma, ni bora ninunue hilo, niongezee kwenye mashuka ya dukani yaliyotengenezwa viwandani, kwa sababu kile kitu alichotengeneza mtu kina personality, kina nguvu, kina upendo, kina oneness kutoka ndani mwake. Kwa hiyo be intentional, angalia vitu vilivyo kuzunguka, chagua vitu. Kama unaona vitu hata kama ni vitu vya kupewa, angalia, uliza story yake behind, uliza, yani hakikisha unakuwa surrounded na vitu vizuri, na vitu ambavyo unajua story yake, na vitu ambavyo vinaku inspire, vitu ambavyo vinavutia. Usiende maisha tu mradi hicho kitu kiko hapa unanunua tu. Watu wengine mmejaza vitu ndani ya nyumba tu, wala hajui nini kimetoka wapi, hajui nini. Kwanza yani unakuwa tu umekaa ndani ya nyumba, huna story. Yani vitu vyako vinabidi viwe na story, viwe na personality, viwe na utakatifu nyuma yake. Kama utaweza, vingi viwe hivyo. Vitu vinavyokuinua, vitabu, kama kuna mtu anatengeneza hereni, changanya. Usinunue tu vitu vitu tu vya tengenezwa na mashine basi. Mtu mwingine anaona yani. Ndio maana ni vizuri ungisha watu huko mtaani. Mtu anatengeneza kitu fulani, mtu anatengeneza miko, nunua miko hiyo. Watu wengi wanapenda vitu vya jumla tu, ambavyo unakuta umekuwa surrounded na vitu vingi, lakini havina utakatifu, havina oneness, vimetoka kwenye mashine tu. Asanteni.